tujiulize kwa nini Mungu anataka tulitii neno lake? Kwa nini Mungu anatuambia tulitii? Si angetuacha? Yaani afanye tu anaotaka wafanye, wasiotaka hivyo. Ikifika Jumapili tusali. Kwa nini yeye anatuambia tulitii neno lake? Kwa nini? Wewe kwenye Isaya anasema mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Kwa nini Mungu anataka tulitii neno lake? Kwa nini? Jambo la kwanza, neno la Mungu linatakasa dhambi. Mungu anataka dhambi zetu zitakaswe na neno lake. Ndio maana Mungu anapiga kelele, kwa sababu Mungu hachangamani na dhambi. Mungu hachangamani na dhambi. Mungu ni mtakatifu, anataka tuishi kwenye utakatifu. Isingekuwa kwamba yeye anyamaze kimya. Ndio maana anatuambia neno lazima tulikubali. Anataka tulikubali neno ili dhambi zetu zitakaswe. Twende tuangalie maandiko haya. Ukianza na Isaya sura ya kwanza mstari wa 18 mpaka 19. Sijui unaelewa vizuri? Ukipata tafsiri nzuri unaanzia mstari wa 19 kunenda 18. Mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Haya, njoni tusemezane. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo vile ambavyo Mungu anatutaka twende mbele zake kwa njia ya kutakasa dhambi zetu ni kwa neno lake. Jambo la pili ambalo Mungu anataka tulitii neno lake. Mungu anataka kutupa baraka. Twende na mimi tuangalie kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati mlango wa 28 mstari wa kwanza mpaka wa 6, halafu tutaruka tutasoma mstari wa 8. Sasa baraka ni nini? Wengi wetu tumejifungia kwenye box. Ukisema huyu mtu kabarikiwa, moja kwa moja tunaweka akili zetu kwenye magari. Si ndio? Ndugu zangu, zile sio baraka. Zile zinaitwa ni mafanikio. Ukivikosa vile usijihesabu kama wewe una laana, hauna laana. Sasa kibiblia baraka ni nini? Baraka ni kuridhika kwako na maisha. Tukimsoma Mariamu mama wa Yesu, malaika alimwambia umebarikiwa wewe kuliko wanawake wote. Halafu tunamwona yule ambaye ameambiwa amebarikiwa akaenda kujifungulia kwenye hori la ng'ombe. Hiyo baraka ni namna gani? Kumbe Mungu hamaanishi baraka hivi majumba haya. Anamaanisha nini? Anamaanisha vile ambavyo Mariamu ameambiwa amebarikiwa, ameridhika kubeba ule ujauzito katika hali zote kwa ajili ya Mungu. Jambo la tatu, neno la Mungu ni maisha yetu. Yaani maisha yako, maisha yangu. Haya tunaoishi kuanzia asubuhi mpaka jioni, tunaishi kwa neno la Mungu. Sasa tuangalie hayo maisha yanakuwaje. Injili ya Mathayo mlango wa 4 mstari wa 4. Kwa hiyo kumbe tunapokuwa tunakula chakula cha mwilini na cha rohoni ndio maisha. Kwa hiyo neno lazima tuwe tunalila kila siku. Kwa hiyo lile neno la Mungu tunalipata kama chakula. Kama ilivyo chakula ni maisha. Huwezi kuishi kama huli chakula. Ishi kama neno la Mungu linavyotaka. Ishi kama neno la Mungu linavyotaka. Kwa hiyo kwenye upande wa maisha ya mwanadamu tunaona anahitaji chakula. Neno la Mungu ni chakula. Tunaona anahitaji kuishi. Kwenye kuishi unapelekea yale mahitaji muhimu ambayo unatakiwa uyapate. Kumbe hitaji muhimu ni kukaa ndani ya Yesu. Ukiwa ndani ya Yesu ni raha tupu. Hakuna shida, hakuna tabu, kwa sababu kuna maisha. Kwa sababu maisha ndio hayo. Jina la Bwana libarikiwe. Neno la Mungu linatupa ulinzi mkubwa mno. Daudi mpaka mahali anasema kwamba wewe Bwana umekuwa ngome kwangu, umenilinda na mabaya yote. Zaburi 121 anasema Bwana atakulinda na mabaya yote. Atakulinda uingiapo, atakulinda utokapo, tangu sasa na hata milele.